10,000 vitu ziko kwa duka ni 3,000. Mr. Speaker. Na amekaa tu hapo ataka kufunga hiyo duka. Mimi naambia watu wa Mount Kenya. Mimi naambia watu wa Mount Kenya. Sisi kama Wajaluo, kura yetu tunapiganga mahali pamoja. Na hata huyu songa Kidero cha Suba au watu wote Kinoria. Sisi ndio tumewatuma ili wawaibie. Kwa hivyo ukiona songa, jazia ile duka. Hao ni watu wetu, sisi ndio tumetuma wawaibie. Nani Nuru Okanga kidogo tu. Nuru kidogo tu. Mr. Speaker. Order. Yes. Waambie watulie kwanza. Haya sawa. Mr. Speaker, simunyamaze sasa. Haya nyamaza basi. Haya nasema hivi. Hii ni bunge la Mwananchi Karanda, tunaongelea mambo ya siasa. Nuru Okanga ni mwanasiasa. Naweza muongelea hapa. Songa ni mwanasiasa. Naweza ongelea hapa. Na mimi nataka kuambia Nuru Okanga, hii shida yake ya kutembea na tuktuk, Kikuyu ameiba pesa yako. Yes. Ni Kikuyu ameiba pesa yako. Mr. Speaker. Yes. Mr. Speaker. Mimi nataka kusema hivi, nani hoya wewe shika kazi. Mr. Speaker, nataka kusema hivi. Mr. Speaker, mimi nataka kusema hivi. Hii Kenya wenye wametuletea shida. Hata mimi sahi, juzi tumeletewa sukari ya Mercury. Kila mtu hapa ako na miaka 5 kama ni mingi mtakufa. Mko na Mercury, Kikuyu ndiye aliwauzia hiyo sukari. Na mwenye alikunywa mingi sana, hata akikula nyama ng'ombe fula hawezi naona. Ndio huyu hapa. Mr. Speaker, hiyo yote ni shida ya Mount Kenya. Mr. Speaker. Mimi nataka kusema hivi. Mr. Speaker. Mr. Speaker ni protect. Mr. Speaker, hii bunge linasemanga ukweli na mimi ndio msema ukweli. Mimi kwa nini sipendi uongozi? Oya nani simu nyamaze man. Simu nyamaze niongee. Mr. Speaker, oya nyamaza niongee. Mr. Speaker, kuju ongea ndani ya mada. Nyamaza man. Mr. Speaker, mimi nataka kusema hivi. Ni kwa nini sitaki uongozi ya Bantu? Napenda uongozi ya Nailot, Mr. Speaker. Wakati Nailot ambaye anaitwa Daniel Toroitich Arap Moi alikuwa president, ulikuwa ukienda hapa Mumias Sugar ilikuwa inafanya. Hizo mashini zote za Mumias zilikuwa zinafanya. Mashini za kusiaga majani chai zote zilikuwa zinafanya. Na ulikuwa unatembea Western, Mr. Speaker, hiyo wakati kwa sababu nilikuwa mdogo. Nikitembea napata miwa zimemwagika hapo kando, watoto wanasanya, wanaweka kwa pickup, wanapeleka kwa factory, wanalipwa pesa, wako wanaenda shule. Hiyo ndio wakati mandugu zetu hapa walizaliwa, ndio kwa maana wako kusoma. Mr. Speaker. Swali sawa. Mr. Speaker, namfuata. Order. Aya, ongea. Aya, ongea. Order. Nani order. Oya mbeumo kidogo. Aya, ongea. Bwana Speaker, Geresos amesema anafurahia sana uongozi wa Nailot. Kwa sababu Nailot ukienda Mumias sijui kulikuwa na nini. Sasa ndugu yangu, swali langu linakuja hivi. Wale Nailot unasema ni wazuri. Hao ndio walifunga baba yenu miaka 9. Hao Nailot walisalitiwa na watu wa koti kubwa. Utawajibu baadaye. So wana swali tap bwana naangalia. So Bwana Speaker, how come ile time walifunga Raila miaka 9, saa hii ndio wameingia kwa serikali na mlango ya nyuma imekuwa watu wazuri. Asante sana Mr. Speaker. Mimi nataka kusema uongozi wa Nailot inatufeva si kama Wajaluo. Kwa sababu rika zako wote wanachunga ng'ombe nyumbani. Wewe umekaa kwa kuneo unaongea vitu hakuna hapa. Mr.
Mr. Speaker, mimi nataka kusema hivi. Mr. Speaker, mimi nataka kusema hivi. Mr. Speaker, nataka kusema hivi. Kwa nini nasema uongozi ya Nailot iko sawa? Hao wa Kalenjin, hao wa Nailot, hao watu 207. Raila alikuwa anang'ang'ana na mzee Kibaki. Kibaki ni Bantu, Raila ni Nailot. Mr. Speaker, hao watu wakatutangazia Kibaki usiku wa manane. Speaker. Na wakasema Tharaka Nithi kuna kura 2 million Speaker. Sasa tukifanya utafiti Speaker, Tharaka Nithi hata kuna kura 100,000. Kwa hivyo hao ndio watu walituibia. Na sasa tukianza kupigana na wao tukitaka haki yetu, hao watu wakaanza kutuzuia hapa kwa barabara Mr. Speaker wakituua. Mpaka Uruto ndiye akatupigania. Mpaka Uruto tena wakashika wakapeleka Hague Speaker. Na ndio kwa maana huwa nashukuru Kindiki kwa sababu Kindiki ndiye alienda kutoa Ruto Hague. Sasa huyu Ruto ndio tena 2022. Mimi sikupigia Ruto. Nikapiga Ruto na mawe. Sasa hii Ruto ameniweka mimi ndio finance minister. Mimi ndio sasa nasanya pesa ya Mount Kenya, Mkikuyu ananiamukia kwenda Mudhuru Mr. Speaker. Mimi nashukuru uongozi ya Nailo Speaker. Haya sawa, asante. Constituency Sigomre Ward. Mr. Speaker, mimi nakuomba simama hapa. Mtu anabeba mkono unamwambia kuja. Na mwenye anatusumbua tutatengeneza hapa karate hapa, kama uko sawa tutatengeneza pia hapa karate. Na tutakuwa tuna finance. Asante. Mambo ya mambavu sasa ukitembea hivi ni hiyo. Asante. Wacha niingie kwa siasa Mr. Speaker. Mr. Speaker, naenda kwa nini ya kwanza. Watu walikuwa wanauliza ati hii upinzani kuna Matiang'i, kuna Sifuna, kuna Kalonzo. Watu ni wengi huku. Ati nani mwenye atakuwa president? Huyo mtu ni kama ametumwa hapa tuseme president wetu alafu anguke na ndege. Na sisi hatutasema mapema. Sisi kama team leader wananchi, sasa bado tunasanya watu, tunachukua kadi, watu wajae huku, watu wakuje wengi, alafu ndio tupange mambo yetu kabla ijafika Disemba. Sasa ukisema ati Kalonzo ni president ama Sifuna atanguka na ndege kesho. Sasa wewe kaa na upige siasa ya chini. Mr. Speaker, hii yetu team leader wananchi inaonekana tu peupe. Kwa sababu sasa Ruto akienda Mombasa anatoa press. Akienda Ugunja anatoa press. Sasa halali. Juzi Speaker, kaa hapa bwana. Kaa hapa. Wataharibu masikio yako. Mr. Speaker, juzi mtu alisema ya kwamba Ruto halali usiku. Ruto amekaa unadhani analala kwa kitanda na anaangalia tu watu namna hii. Kwa sababu Kenya imeshaenda. Kenya imeshaenda. Naenda kwa mambo ya mafuta. Mambo ya mafuta kuna Mkamba mwingine hapa ameshapewa pesa. Wakamba mkiwa hapa muende kwa boma ya huyo jamaa na mtoe mbio. Mimi saa hii natembea na panga. Hapa paka town ni 50. Ukisema 100 natoa panga. Hiyo tu. Kwa sababu ule Mkamba ameitwa na hawa Kikuyu wengine kama hawa Kinyungu. Wamepewa pesa Mr. Speaker. Alafu anaambia mtu mwenye alichukua gari loan ati yeye aendelee tu na hiyo bei. Na mafuta Ruto leo ametudanganya, ametoa 10 bob. 10 bob, angalia vile watu wamekonda hapa. Mr. Speaker, tutakubali. Ndio maana sisi tunasema ya kwamba wewe Mkenya time. Wewe time. Hiyo viatu ni wewe ndio ulikidnap tuju. Mr. Speaker. Wewe ndio ulikidnap tuju. Suongee, suende kwa swali. Nataka nimwambie hivi. Ni Wakamba. Swali ama wakuna. Asante. Mr. Speaker, Mjaluo ni Mjaluo, Mkamba kuna Waithiga, wakuna Mkamba ni Mkamba. Sasa huyu wajue Wakamba hata nyinyi mnasema ati tuwa support. Huyo jamaa ameharibu. Hakuna vile unaitwa kwa mkutano alafu unachukua pesa. Alafu unataka nikitoka Doni paka town nilipe 150. Na mtu anatembea na pesa yetu kwa mfuko. Mimi hapa kwa kamera kama ni Jacaranda shilingi 10 ama 20, town 30 bob. Ukitaka mingi shwi bio. Ndio hiyo tu. Naenda kwa siasa. Mimi nashukuru sana. Mr. Speaker, mimi nataka kuongea na serikali. Hakuna vile utachukua security ya party leader wa ODM
kimlinda wananchi. Mr. Speaker, Orengo leo ana security, sisi ndio tunamlinda. Na Ajimi, usikuwe na wasiwasi, wa Kenya watakulinda. Au watakulinda. Ati hii mambo rally ya Oyugis, Ruto anaogopa. Unaogopa nini? Tulishajua mpango yako. Unataka Mjaluo baki Mjaluo, Mluya baki Mluya, Mkisia baki Mkisi, ndio upate vile utapenya. Sisi bado tumeshikana bwana. Hatutakuachia, tumekishikana kweli kweli. Ya mwisho, pesa imetolewa. Pesa imetolewa. Team Linda Mchanga wanakutana Kisumu. Leo wameita watu wa bodaboda. Watu wa bodaboda wa Kisumu, pesa iko. Chukueni kila mtu 10,000. Ruto ametoa pesa. Na hiyo rally najua Ruto alishapiga simu kwa maprinsa au hii shule. Ati kila basi toke. Tunajua mwenye anapanda basi weka 20,000 kwa mfuko, pesa iko. Utaona vile mabasi ndio itajaa huko Kisumu. Na mimi nasema yetu ni Machakos. Yetu ni hapa tu. Hata tutatembea na mguu. Watu wataenda wote. Nataka kupanga vile watu one time wanaenda Machakos. Na nyinyi wa Kikuyu mnatuosha. Saa ya maandamano nyinyi mko kwa nyumba mmekaa hivi. Mnataka sisi ndio tuende maandamano. Na nyinyi ndio mwenye magari. Na Ruto alipiga hesabu. Mluya, Mjaluo, Mkisi, bei iko hivi. Alafu hawa wa Kikuyu wanaenda tu hapa mlima na pikipiki. Hatutaenda maandamano msipotoka. Hatutaenda. Asante. Bolo yeng. Aitwa Ndako President of all 47 counties, Remy King. Nikisimama hapa Nuru Okanga nyamaza. Napiganga wenye kuna ndevu. Nataka kusema hivi. Tafadhali uko kijana mdogo. Kwa majina mimi ndo Remy King, the grassroots president of all 47 counties. Nikisimama hapa, I want to purport and support the regime government of Dr. William Samoei Ruto. And we are not political charlatans. Manungo nimerumi wacho walo. Nataka kusema hivi. Dr. William Samoei Ruto, I know there are some other people that have got that tagger pressure. Na hiyo kizungu wajui, wamekaa tu hapa. Tagger pressure, but they don't know. I want to let Malel on how you are contradicting Remy King. Construction of the bunge la wananchi in Homa Bay. We purport and support under Jacaranda bunge la wananchi. Wapi makofi for construction? Wapi makofi? Dr. William Samoei Ruto, I want to support on how you said yesterday. Yule mtu aliua mama ya yule msichana alichora tattoo. Kamata Makende zaidi. Kamata. And you are on the right track. Wewe. I want to say this. There are some other people that come and complain. Whatever you are doing in Kenya is so much alpha plus. You have seen highway on the ground. You have seen the bus being erected out of the Mawe. Make it on the right track. Malel, make it. Thank you. Manu Meru. Dr. William Samoei Ruto, au wote wanakupenda tu. Wewe nyamaza, naongea hata si 1 minute. Nimesikia mtu anakuja hapa anapiga Dr. William Samoei Ruto. I want to say that Malel, we are going in the right way. Thank you very much. Mambo ni one term.
Mr. Speaker, protect me from majembe. Mambo ni one term, na kama ni two term, ni tutamtoa. Mr. Speaker, ODM linda ground na ODM linda wananchi. Hivi sasa vile tunazungumza, ODM linda ground. Najua ile pesa ya 12 billion yenye ilikuwa imebaki bala ya ODM from the national government ishatoka. Ndio maana saa hii wanataka kuanza kupiga kelele hapa. Lakini nataka kuwaambia hivi, linda ground hakuna kwenye inaenda. Hiyo imeisha, na imeisha na Wanga na Junet. Wanga, Junet Mohamed, hao ndio wamemaliza ODM. Na wengine pia wanasupport huyu senator wa Siaya County Oburu Odinga. Oburu Odinga amezeeka, ni mzee. Anataka power na power yenyewe hawezi linda. Aende apumzike nyumbani. Linda mwananchi. Mr. Speaker, linda mwananchi. Hiyo ndio sasa ya kusema. Na ningependa kuwaambia hivi. Kuwalinda mwananchi, Mr. Speaker, kiongozi ambaye shupavu mwenye sasa tunamtambua na mwenye anaenda kukua ODM party leader ni none other than James Agri Bob Orengo. Huyo ndio tunaenda kumtambua. Kwa sababu gani? Orengo ndio walipigania hii constitutional affairs. Orengo alikuwa hapo. Saa hii sisi sote tuko na uhuru ya kuongea kwa sababu ya huyo James Agri Bob Orengo. Mr. Speaker, demokrasia, Orengo ndio walikuwa wamepigania. Bwana Mr. Speaker, sutoi majembe aende huko. Hapa si ring bwana. Mr. Speaker, mimi nataka kuwaambia wananchi wote hivi sasa tuingie kuwalinda mwananchi. Na nimesikia the next rally ya linda mwananchi kwa hapa Machakos. Wakama tunataka kuwaona hapo mtoke kama kitu ingine. Ningependekeza Wakenya wote wenye wako hapa Nairobi tuingie tu hapa kwa mguu. Hapa haitaki fare. Wakamba ni watu wenye wanaenda hata in fact Wakamba hawananga ushago. Ni watu wa hapa. So ningependa kuwaomba sisi sote hapo Jacaranda tutoke hapa kwa mguu, tuingie hapa Machakos, tujaze linda mwananchi. Mr. Speaker, nikiongelelea hii mada ya presidential candidate. Mr. Speaker, ningependa kumwambia Rigathi Gachagua, tafadhali. Rigathi Gachagua watu wamesema maneno na amekuwa na issues. So mimi ningependa kumuomba Mheshimiwa Rigathi Gachagua, badilisha siasa yako. Siasa yako ni siasa ya kuwatetea jamii yako peke yake. Lakini linda mwananchi ni siasa ya baba Raila Amolo Odinga ya kutetea mwananchi wa kawaida. Sasa ningependa kuomba hivi. Wakenya huwa wanasema, Kalonzo Musyoka hakuna chenye amefanya. Na mimi ninataka kuwaambia hadharani, Ruto upende usipende, umuue usimuue, umwangushe na ndege ukose kumwangusha, Kalonzo Musyoka ndiye anakuja kama flag bearer kwa presidential candidate. Na huyo ndio tunaenda kusimama nyuma yake. Linda mwananchi. Ningependa tukae chini, tutavute ni nani anakuja nyuma yake kama running mate. Opposition united or united opposition. Tukishatoa Stephen Kalonzo Musyoka, linda mwananchi watoe running mate. Alafu ningependa kumuomba Rigathi Gachagua atupige jeki na milioni zake 4 kutoka Mount Kenya. Bwana Ruto tunamtuma Sugoi asubuhi na mapema. Apende asipende ataenda nyumbani. Mr. Speaker,
just in 30 seconds. Nataka kuwaambia hawa wadozi wa matatu waache kutupima akili. Kama ni hakika ati stima sahi, hata stima token, Mr. Speaker, token imeongezwa. Na unajua hata ile kitu ni tamu tu kama stima iko. Si unaelewa? Na sahi token imeongezwa. Majamaa wanaenda kukosa hata kulipa token. Hii kitu bwana, unakula chakula yenye unaona bwana. Ruto wacha kutupima akili. Asante. Haya. Bwana Speaker, mimi nataka niongelee mada mbili. Mada ya kwanza ni ya Rigathi Gachagua na ingine ya pili ya chama cha ODM. Bwana Speaker, Kenya vile sasa hivi hiko, hakuna mtu anaweza toa Daktari William Samoei Ruto kwenye kiti. Sababu Dr. William Samoei Ruto ako na mipango kabambe ya kukuwa president tena 2027. Na wale wote ambao wanaenda kusimama na Daktari William Samoei Ruto, they have nothing at all to show the Kenyans. For example, hawana agenda yoyote. What they're only telling us is Ruto must go home. But they don't have any alternative towards the leadership skills that Ruto has given us. Ruto might not be the best president, but he has brought something on the table. Mtu yeyote ambaye anakuja anasema Ruto afaa aende nyumbani, anafaa atuonyeshe Ruto akienda nyumbani. Hawa wananchi ambao watamweka kwenye kiti, ako na nia gani in terms of kitu ambayo itawasaidia hapo mbeleni. Si mambo tu kuambia Ruto one time aende nyumbani, but you have nothing to show. For example, viongozi wote ambao sasa leo hii wanatuambia wanataka kuwa president katika Kenya hii, mtu yeyote ambaye wako hapa na najua political history ya Kenya hii, atajua kwamba au watu wote siku moja washaikuwa kwenye kiti. Rigathi Gachagua, the impeached deputy president, yule ambaye anatuambia leo hii yeye ako na nia, ako na roho ya Wakenya, ndio mtu ambaye ashaikuwa kwa serikali for more than 2 years. When Rigathi Gachagua was in government, when Rigathi Gachagua was the second in command Republic of Kenya, there is nothing mtu yote hapa anaweza onyesha kuwa hii ni legacy Rigathi Gachagua aliacha akiwa kwenye kiti miaka 2. So what is he going to tell us? What is he going to show us if he gets into the presidency? Number 2, Bwana Speaker, Kenya hii tumekuwa kwa populist kind of ideas. Kalonzo Musyoka for example, najua watu wengi wanampenda sana na hata mimi nampenda sana kama binadamu. But is one individual who has also been in power. Amekuwa vice president, amekuwa minister of education, amekuwa minister of foreign affairs. Ukiangalia hizo viti vyote akiwa kwenye kiti yote hata kadogo, ni nini unaweza onyesha kuwa hii Kalonzo Musyoka aliachia wa Kenya akiwa hata ministry of education? There are ministries of education, there are policies that he has told us. The only thing mimi najua Kalonzo alituachia katika Kenya hii. Very good. Bwana Speaker, ukiona wameanza kukasirika wanajua sasa nasema ile kitu wataki niseme. Kalonzo Musyoka, kile kitu ambacho tunajua anaweza tuonyesha katika Kenya hii bila kukua na emotions, bila kukua na hasira, kitu ambayo Kalonzo aliwacha katika Kenya hii ni prison peke yake. Ni prison peke yake alileta katika Kenya hii. There's nothing meaningful Kalonzo has left in this country. If there's anything Kalonzo has left, you can tell us. Daktari William Samoei Ruto, Bwana Speaker, protect me Bwana Speaker. Daktari William Samoei Ruto, saa hizi vile tunazungumza, hata kama upendi Daktari William Samoei Ruto, lakini ukiamshwa hata kwenye kitanda yako mausiku wa manane, alafu ulizwe nini unajua Ruto ametengeneza Kenya hii, utataja hata moja. Alisafirisha baba nyumbani. Protect me Bwana Speaker, protect me please. Yes. Finally Bwana Speaker, wajua mchezo wa siasa mara mingi nawaambia ni kama mchezo wa football. Asante sana. Asante sana. Asante sana Bwana Speaker. Bwana Speaker, kitu ambayo inanifurahisha Bwana Speaker ni kwamba wale watu wote ambao jina zao zimetajwa na Daktari William Samoei Ruto tunajua, lakini wale ambao wameuliwa na hao wangwana ambao wanatuambia watatoa Daktari William Samoei Ruto, hakuna mtu anataka kutaja.
Ukisema hata huyu daktari anaitwa Matiang'i. When Dr. Matiang'i was the Minister for Interior, a number of Kenyans died in this country. When Rigathi Gachagua was a DO in Molo, a number of Kenyans died in this country. So unatuambia Dr. William Samoei Ruto ndio wizi peke yake. Hii Kenya hii, Dr. William Samoei Ruto atakuwa 2 term na mambo ni 2 term na itakuwa mbaya. Sawa, Mr. Speaker, kwa hiyo dakika 4 na kuomba kwa unyenyekevu, before nisifu mwanasiasa, nichukue dakika 1 nitangaze Kenya nasema nikiendelea na mada. Mr. Speaker, nilianza biashara pale Mama Lucy. Biashara si rahisi Mr. Speaker. Sasa hivi venye naongea na wewe Mr. Speaker, napika lakini sina viti za kutosha. Customer kiingia anapata viti hakuna, anakwambia anarudi akuli. Mr. Speaker, sasa hivi naongea waru yangu imeisha na salad. Unasikia Mr. Speaker? So mimi naambia Wakenya tafadhali. Mimi nilianza kubiashara yangu pale. Lakini bado kuna vitu zingine bado nimelack. Kama sasa hii waru yangu imeisha, sina pesa ya kuchukua waru wengine. Salad imeisha, sina pesa ya salad nyingine. Naomba Wakenya mnisaidie ile biashara yangu isimame. Tafadhali Mr. Speaker, ni protect Mr. Speaker. So Mr. Speaker, mnisaidie. Pesa yenye alichukulia waru ya kwanza na salad alipeleka wapi? Mr. Speaker, mimi nakwambia Mr. Speaker, kwa ile kamoja Mr. Speaker, waru yangu imeisha, salad imeisha, sina viti za kutosha, na mimi naomba Wakenya wasimame na mimi ile biashara yangu isimame. Naenda kwa mada. Nasoma namba ya simu 079 kwa mada ya linda mwananchi na linda ground. Analeta kitu. Kwa mada ya linda mwananchi na linda ground Mr. Speaker. It's high time. Kama wewe mwenyewe ambaye unatumia fare ukienda kazi, kama huna kazi ni unasupport William Samoei Ruto. Sasa hii kutoka Bicenter hadi town ni 150 shillings gari. Kitambo ilikuwa 30 bob. Juzi tu hapa Ruto aliongeza fuel na 40 shillings. Akatoa 10 bob, ikabaki 30. Jana tu hapa ameongeza na 46, bado hajatoa hata moja. Less than 2 months fuel imeongezeka na 76 shillings. Wewe uliwahi wapi? Uliwahi ona hii Kenya? Kitambo fuel ilikuwa inaongezwa na 1 bob, 2 bob, 3 bob. Alafu Ruto anangoja wakati niko na pikipiki ndiye anaongeza fuel. Leo hii hata sijakuja na pikipiki yangu hapa, juu haina fuel. Mimi sasa naongea kama wale owners ya engine. Mimi niko na engine. Mimi siongei kama nyana hivi, niko na pikipiki yangu. So William Samoei Ruto, sisi vijana tunaumia zaidi. Siwezi kuchukua pikipiki niweke kwa barabara, nibebe mtu na 50 bob, na sasa yeye fuel ya 50 bob hakuna. Ukienda kupiga fuel ya 50 bob unaambiwa hakuna fuel. Kwa serious. Sasa wewe mwenyewe, wewe ambaye uko hapa, kama unatetea William Samoei Ruto, maybe hauna kazi. Au pandi, au tumii gari, au tumii pikipiki. Wewe uko tu hapa Jakaranda asubuhi hadi jioni. Mimi sasa hii naongea kama business owner. Niko na biashara pale Mama Lucy. Naongea kama mtu wa pikipiki, niko na pikipiki. Sasa hizi mimi ni business community hii Nairobi. Kama siko biashara iwezi endelea mbele hii Nairobi sasa hii. Wewe uko tu hapa. Na Mr. Speaker, mimi nakwambia, juu kazi haiko William Samoei Ruto hawezi pea watu kazi. Ile hoteli yangu nataka nichukue watu Jakaranda 10 niandike pale. Si wadanganyi, hata kama nikuchonga viazi, kupeka jioni na kupea kitu. Unajua mnaumia sana Mr. Speaker. And Mr. Speaker, nikiendelea kwa opposition, hapa kwa opposition, tukiangalia vizuri, Edwin Sifuna akona nguvu ya kutoa Ruto. James Orengo akona nguvu ya kutoa Ruto. Mimi kama Kamau nazapeleka Ruto asubuhi na mapema. Wewe unacheza na mimi Ruto na neighbor. So Mr. Speaker, kwa opposition, sasa hivi William Samoei Ruto, kila mtu amechoka na yeye. Hebu niambie mwenye support Ruto sasa hivi, Oburu Odinga. Ati Galani Wanga, Mr. Speaker, nikumalizia.
Huyu yule sosa ambaye rafiki yangu hapa wabunge. Leo nilipigiwa simu na mtu mwingine kutoka nje. Aende fanya advert. Na advert ilikuwa ya kuzungu 80,000. Ameacha. Hawezi sema kizungu na advert. Si ameacha. Na ataprove hapa. So Mr. Speaker, exposure ni kitu ya maana. Na Mr. Speaker, mimi nakuomba kwa hivyo dakika yangu ya chache, Mungu akubariki. Kesho nikikuja nipewe mapindi mtu wa 2 term na Siaya we've made a declaration. Ni Ruto 10 bila break. Na hakuna mtu anapinga. Bana iwe kaka lengo. Speaker protect me. So, nikiingia kwa mada, kwa wale watu wanataka kutoa President William Samoei Ruto, unless kuna William Ruto mwingine ambaye si huyu bwana wa Recho, unless kuna Ruto mwingine ambaye si baba Nick June. Wacha niwaambie, the confusion in opposition kwanza haiwezi sababisha mtu atoe William Samoei Ruto. Kila mtu anataka. Kalonzo anataka, Matiang'i anataka, Gachagua anataka, Orengo anataka. Ni lini wataamua tusimamishe mtu moja? And we are only remaining with 14 months to election. In the recent 2 years, in the last 2 years since Gachagua was impeached, amekuwa akihold rallies. Mmewahi ona Gachagua amepeleka rally yake Siaya? Mmewahi ona Gachagua amepeleka rally yake Western? Na hata ako na Cleophas Malala. Cleophas Malala, chukua party leader wako upeleke nyumbani, auze sera zake huko. There is nothing they are saying other than Ruto must go. Na mimi wacha nikuambie kwa nini tutachagua Ruto. And this is it is a must win for William Samoei Ruto. Nikienda kule Siaya County, we've had president since 19 Patopuk. President since independence. Hakuna president ambaye amewahi jali maslahi yangu kama mtu wa Nyanza kama Dr. William Samoei Ruto. Saizi tukienda pale Alego Usonga. Tukienda pale, let me give you an example of affordable housing. Affordable housing is giving job directly to our youths. Pale tukifanya kazi affordable housing, unalipwa pesa, alafu inarudisha mambo ya uwizi chini. And let me tell you, affordable housing ikifanyika Siaya, ile hardware, zile chuma zinanunuliwa, simiti, mawe pamoja na rangi, from ground mpaka kwa roof, vitu zinanunuliwa Siaya. Ikiwa Homa Bay, vitu zinanunuliwa hapo Homa Bay. Ikiwa hapo Western, vitu zinanunuliwa Western. Ina provide employment na pesa ina circulate kwa county. Ruto ni mzuri si mzuri? Na tukiendelea, Mr. Speaker, and you need to protect me from this one-term nonchalance. I used to respect people with beards until I saw Nuru Okanga, so namuelewa. Mr. Speaker, tukiendelea na mambo ya Dr. William Arap Samoei Ruto, I've just given you an example of affordable housing. Na kule Siaya, hakuna vile mimi nitachagua mtu ambaye sioni manufaa yake na niwache mtu ambaye amenifanyia mazuri. Wacha nikuulize, wewe mtu akikufanyia mazuri saizi, utamwacha na uchague mtu mwingine? Election ya 2027 ni Ruto anajichagua mwenyewe kulingana na ile kazi anafanya. The work that William Samoei Ruto has put in place is palpable. And that is what is going to give Ruto a second term in office. Na ukiongea pia mimi nataka kukuheckle. Umeniheckle bwana Nyakise Lesky. Mimi kwa majina kamili ni Dennis Wanjala. Kitu ya kwanza mimi nataka kuambia Wakenya hivi. Wale watu wanalia wakisema niliona huyu SG wa UDA akitusi wa Kikuyu. Huyu SG wa UDA kwanza yeye ni kama mende, ni foreign hapa Kenya. Kabila yake ni gani? Ako busy anatusi wa Kikuyu. Na jamii yake hakuna investment iko nayo hapa. Mimi nataka kuambia huyo SG Omar akome jamii ya Wakikuyu. Wakikuyu si walitoa matatu kwa barabara. Simulilia hapa na mnasemanga ati Wakikuyu ni watu bure. Mbona mlikuwa mnalia? Simungeleta matatu zenyu. Simungeleta matatu zenyu. Mimi wacha niwaambie mkome. Enda muambie Omar akome Wakikuyu vile alikoma matiti ya mama yake. Na mimi wacha niwaambie, mnajua nyinyi mnanipiga hapa kelele ati
Mnatafuta sijui ni nani ataongoza Kenya, sijui nimeona mwingine hapa anasema ati Kalonzo atakuwa president 2027. Hii Kenya tunaenda na rekodi ya mtu. Hatuwezi chagua mtu tu kiholela. Saa hii Kenya inataka mtu ambaye atafiksi nchi. Maneno ya mafuta ni shida. Maneno ya hospitali ni shida. Maneno hata nyinyi kukula imekuwa shida. Mimi wacha niwaambie. Wewe mimi naongea na Wakenya. Wacha niwaambie. Tuko na kiongozi. Mungu ametupea. Kiongozi huyu rekodi yake inajulikana. Huyu kiongozi wakati alikuwa interior, muliona kazi yenye alifanya. Huyu kiongozi wakati alikuwa kwa education, muliona kazi ambayo alifanya. Huyu kiongozi wakati alikuwa ICT, kuna kazi muliona. Huyu kiongozi amekelewa mkono na Mwenyezi Mungu. Anaitwa Fred Okengo Matiang'i. Huyo ndio rais. Wacha niwaambie, tuongee ukweli. Mimi sichukii Kalonzo. Kalonzo is a good leader na muheshimu, lakini wacha niwaambie, Kalonzo ni wale watu walikuwa kwa Moi. Sisi tunataka mtu ambaye atafix maneno ya corruption Kenya hii. When Fred Matiang'i was in the education, hakuna pesa iliibiwa. When Fred Matiang'i was in ICT, sai muko digital. When Fred Matiang'i was in education, mtihani ilitoka na 1 week. When Fred Okengo Matiang'i, sikiza mazuri ya mtaba. Mazuri ya Fred. Mimi ninawaambia ukweli. Wananchi msimeki mistake. Munalia hapa kila siku maneno ya healthcare ni mbaya. Kiongozi ambaye atafix hiyo shida ni Matiang'i. Wacha niwaambie. Mtu asiwaambie hii PR yenu, ati sijui Kalonzo, ati sijui nani, au wote lazima wataunga Fred Okengo Matiang'i to fix maneno ya shida ya nchi hii once and for all. Na wacha niwaambie, Matiang'i ile siku ataweka Biblia chini. Wakati Matiang'i ataweka Biblia chini, corruption itakuwa imeisha. Wakati Fred Matiang'i ataweka Biblia chini, corrupt wote watakuwa ndani. Wakati Fred Matiang'i atakuwa, wewe Fred ndio rais. Ukijua Kabuya ni governor. Unaweza kuwa preacher, uende ufungue kanisa. Unaweza kuwa preacher. Mtu mwenye anatuambia siji Matiang'i enda ukonsole. Enda ukonsole. Acha kuekol. Sasa ni mbaya. Dr. Fred Okengo Matiang'i, enda ulize Dr. Pius Muhiro. Mr. Speaker, acha ni concentrate, mimi ni 2 term kama kawaida. Acha ni concentrate na sera ya William Samoei Ruto. William Samoei Ruto might not be the best president as my fellow has stated here, but William Samoei Ruto akona scorecard yake. Saizi as we speak, kwetu marginalized area huko Waondo, Homa Bay County, Mbita Sub County, barabara yetu yenye hakuna hata president yoyote mwenye amewahi kanyaga, saizi inapasuliwa sababu ya William Samoei Ruto. Second to that, saizi ukienda Mbita, saizi tuko na affordable housing there. Ukirudi Homa Bay, tuko na affordable housing there. Kwani Ruto akuja pike mamangu ndio nijue Ruto anafanya kazi. Ruto tunaenda Singapore. Hii mambo ya sijui fuel, sijui gharama ya maisha, wajua wa Kenya we are not informed. Hii mambo ya mafuta ilianza wakati wa corona. Na mtu mwenye alifanya hii kitu ikue ni His Excellency Dr. Uhuru Muigai Kenyatta. Kitu yenye ilikuwa imefanya watu hawajagundua ni kwamba it was a new thing na watu walikuwa na pesa wakati huo. Sasa inflation imekuwa, hatuna pesa, ndio maana watu wamegundua. And wanapaka William Samoei Ruto matope. Acha nikuambie ukweli, Mr. Kanga. First of all, I'm more informed than you. Mimi niko na academic papers than you.
I know everything more than you. Yes. So, haya swali. Nataka nikuulize swali na unijibu kulingana na masomo yako. Thank you. Na kuuliza aje? Yes. Wakati wa Uhuru Kenyatta akiwa president. Yes. Mafuta ilikuwa ngapi na sasa ni ngapi? Thank you. Let me answer you because I know you don't have liquid intelligence. So, let me inform you and let me correct you. Let me correct you. Let me answer you. First of all, wakati wa Uhuru Kenyatta mafuta ilikuwa